Yes, mpendwa msikilizaji, ndio hivyo basi inaingia katika awamu ambayo ni awamu bora zaidi, awamu ambayo lazima niweze kuzungumza nawe kupitia uandishi wa baadhi ya wasanii. Sanaa ina mambo mengi sana. Sanaa ina mbinu yake na mtindo wake. Sanaa ina jinsi ambavyo inabeba ujumbe wake msikilizaji. And that's why kwenye Top Gear kila siku lazima niweze kuchukulia wimbo mmoja, wimbo ambao msanii ametumia mbinu tofauti katika mstari wake, au kama inaeleweka na ujumbe wake tunaweza kuzungumzia, inakuwa ni mzuri sana, kwa sababu tunasema vipi, elewa dhamira. Elewa dhamira. Elewa dhamira msikilizaji, nafasi ya kupatia wimbo mmoja nafasi ya kuiangalia kiundani, kuangalia na kila kitu ambacho wameweza kufanya. Either ni wasanii wawili, mmoja wimbo mmoja ambao anaweza kuichagua. Na leo hii katika nafasi nzuri kabisa msikilizaji, nataka tufanyie justice wimbo huu. This is the song ambayo nataka tuifanyie justice katika kile ambacho tutasema kwamba ni sikiza. Kinasema hivi. Yaani tunaanza mwanzo kuanzia introduction, tunaangalia mizani yake, tunaangalia ili tuweze kuelewa dhamira, ili nikueleze ni wapi haswa nataka tuweze kuizungumzia. Intro ni let me talk about Waka Waka Wagwan. This is Dufla Dilgan. Anasema yani pale let's talk about, tunakujua ni introduction, na napenda sana kwa sababu hizi vitu zote anataja katika introduction. Dufla Dilgan anazungumzia kitu ambacho anakijua ni intro, yani ni maneno ambayo kuna baadhi ya watu akisema Wagwan tunajua, tunajua ni signature ya nani. Unanielewa? So all about this ni intro yao, vizi ambao wanajulikana ukisema Wagwan, Waka Waka. You know, these are the things ambazo ziko katika introduction. Bridge inasema hivi. Wanasema nimesota mi sina do, mara niko wash na osha do. Alafu tunasema wacha kuspread hizo rumors. Eti gari yangu ni alone, mara nimewekwa na sponyo, wacha kuspread hizo rumors. Chorus basi msikizaji, kwa sababu unajua nafika mahali labda mtu kujua mahali huku na chorus. Najaribu kuangalia utunzi. Huu wimbo umebeba wengi sana msikizaji. Rumors imebeba watu wengi sana msikizaji. Imebeba watu wengi sana ninapozungumza na wewe. Na hii ni kibao ambacho ukiangalia pale kwenye YouTube kwa wiki zake chache, kwa siku chache hivi, inasukumwa. Yani sasa hivi tuko over 2 million views. Tuko over 2 million views msikilizaji katika kazi hii. So Bridge nimekuambia pale wanasema eti nimesota sina do, mara niko wash na osha do, wacha kuspread hizo rumors. Gari yangu ni alone, nimewekwa na sponyo, wacha kuspread hizo rumors. Chorus, you know, don't spread those rumors. Verse 2. Kila kitu tumesema kwamba kila kitu mimi napata ni bidii na jasho. Sijui kama tumeelewana. Yani ni bidii na jasho ndio anasema katika verse 1 imeniweka. So wanasema hapa wenye wivu basi mjinyonge, wakitaka basi wanababaika sana. Hivi naanza kwamba wanababaika sana wakiona vile Mungu amefanya nini? Amefungua njia. Wenzangu, we pambana bana. Usiseme Illuminati inanisaidia. Alafu wanasema wanahangaika sana, bado tunarudia, wakitafuta vile bana mtu wangu wanaweza kuniharibia. Kile ninachopata naridhika na najivunia. Na nataka nikukaishe vizuri katika elewa dhamira msikizaji ya vasi hii. Vasi hii imecombine kuonya, sijui kama naelewana, kuonya na advice ziko katika vasi hii moja. Yani ya kwanza kwamba kila ambacho kinamfanya yeye
Sijui kama tunasema kwamba kile ambacho kinamfanya yeye kufikia mahali sana, anasema bwana wenzangu wewe pambana. Hiyo ni advice. Kwamba kwanza kuna rumors ambao watu wanaona kwamba wanababaika sana. Watu wanababaika sana wanapoona jinsi ambavyo Mungu anafungua njia. Na anakuadvise, anakuambia mwenzangu wewe pambana. Yani in this verse ukiangalia na kuelewa dhamira ni kwamba ni bidii ndiyo imemfanya mtu anafika mahali. Wewe ukiangalia kwa umbali unaweza fikiria anasema usiseme kwamba ni Illuminati ndiye imefanya nini, imenisaidia. Wewe fanya nini? Pambana. Ndiye anazungumza hapa kabisa katika verse 1. Kila kitu mimi napata ni bidii na jasho. Sijui kama tunaelewana. Kila kitu mimi napata ni bidii na jasho. Anajaribu kueleza kwamba msikizaji, hata wewe pia wakati nafikia unaweza kutia bidii, na basi unaweza kufika hapo mahali ambapo amefika. Sijui kama unaelewa dhamira bana mtu wangu. Kwamba ameanza kwanza na kusema kwamba pahali mimi nimefika ni bidii na jasho ndio imeniweka hapa. Mwenye wivu wacha wajinyonge wakitaka. Kwa sababu kama uelewi kwamba ni bidii ndiye imeniweka hapa, wewe fanya kile unataka. Na mwisho anasema bwana wanababaika sana wakiona vile Mungu anafungua njia. Wenzangu wewe pambana, usiseme bwana ni Illuminati imenisaidia. Kwa sababu kuna watu wengine wanakaa wanangojea iwapate tu. Huyu ni yani anazungumza hapa? Anazungumza hapo vizuri sana. Na anasema bana mtu wangu usione hivyo. Msiseme bana sijui nini. Kile ambacho kimeniweka hapa ni bidii na jasho yangu. Sasa ukisiniangalia na kunisemanga bure na kuspread rumors na kusema uongo ati huyu jamaa usimuone hivyo, huyu jamaa tu unaona tu hivi, huyu jamaa ni kama huyu jamaa ni kama alijoin, huyu jamaa ni kama. Lakini mwenzangu wewe pambana, kwa sababu vile nimesimama hapa ni bidii. Huyo mtu mwingine unamuona hako juu yako kama bila kuspread rumors ni bidii. Wewe sijui kama unaelewa dhamira ya kazi ambayo imefanyika hapa katika verse 1. Now listen to verse 2. Dufla Dilgan anasema criminal, mnaniita criminal juu naenda kutafuta usiku, mio si criminal. Unajua kuna watu wana hustle wakati wao unapiga usingizi yako vizuri. Najaribu uelewe dhamira hii verse yake Dufla Dilgan. Ni kwamba wakati wewe umetoka kwenda kufanya shughuli zako mchana, mtu mwingine anafikiria anasema bana ndio nimefanya mchana nusu, nisilale, wacha niende nipige show mahali pale fulani, nitafute hapa asubuhi. Kuna watu walali, kuna watu wanapambana bana, lakini kuna watu wanasemanga huyu jamaa anakaa mwizi huyu mbona tu kazi yake tu ni kutoka usiku. Huyu jamaa anakaa mwizi. Yani kuna vitu ambazo zinafanyika hadi mtu anasema hapana, wewe ukai sawa. So yeye anasema criminal, mnaniita criminal kwa sababu mimi naenda kutafuta usiku. Yani inamaanisha hivi msikizaji, kama wewe shughuli ambayo unafanya ni ya mchana au inaonekana mtu mwingine akifanya vitu vyake na aweze kufanikiwa, haimaanishi sasa vyako ndo sawa, vyake ni mbaya. So criminal, unaniita criminal juu naenda kutafuta usiku, mimi si criminal. Yani amekueleza kile ambacho anafanya nini, anaenda kufanya usiku. Fanya nini wewe? Elewa dhamira bana, tusonge mbele. So mimi si criminal. Alafu anasema criminal, anaendelea akisema unaniita criminal na level zangu ziko top. Yani hapa anakuambia bana mtu wangu hata ukuwa hater, mimi kazi nayofanya inakubalika. Dufla anakueleza hapa vizuri, kazi ninayofanya mimi inakubalika. Doba zangu uanga genge yani ni mbaya. Eti Dufla nimepotea, niko Ulaya kwa dancehall, niko mimi ni nani? Ni Live Wire. Unajua kuna watu tu wanaongeaga tu maneno, wameraruka mdomo. Anajaribu kukueleza hapa. Dufla alijaribu kujipigia kifua kama anajaribu kuelewa dhamira ya kitu kingine. Kama mlikuwa na beef kidogo na Dufla, unajua kuna wale wasanii mnapenda huyu jamaa alikwisha. Elewa dhamira. Hapa kwenye elewa dhamira na kueleza bana mtu wangu, doba zangu huanga genge yani mimi ni mbaya. Eti Dufla nimepotea, niko Ulaya kwa dancehall, mimi ni Live Wire. Na akajaribu kukueleza hapo kidogo ili iwe tamu, manzi wangu ni size 8 na si wa Moraya. Akajaribu kukufunika kwamba nina kitu na chombo safi.
Ndio usanii huo. Wakati unajipiga kifua lazima ujivunie vitu ambavyo unayo. Sijui kama unaelewa dhamira. Alafu tunaingia, wanababaika sana wakiona vile Mungu anafungua njia. Wenzangu, we pambana, bado advice imejaa kwa hii ngoma, na maonyo pia bado imejaa kwa hii ngoma ya Dufla Dilgan pamoja na nani, pamoja na Yani. Hii ni kazi ambayo sasa ndio inateka anga kabisa, na unapoielewa utaelewa hivi. Wakati tunataka kuzungumza, tukisummarize masuala ya elewa dhamira. Elewa dhamira Ni kwamba katika maisha jifunze hata kuuliza wenzako. Jifunze kuuliza wenzako, bana nafanyaje, wakupe advice kuliko ukae chini na kuanza kusema tu. Unajua kuna watu wanakaaga chini hivi wanakuangalia, nasema huyu, na mwenzako wako anapambana, mwenzako anamwaga jasho, mwenzako anafanya nini, wewe kazi yako tu ni kusema. Hata hujui mtu anaishi aje, anafanya nini. Unajua hata kuna watu wale wa kuangalia tu mtu, huyu mshahara wake ni mdogo sana, huyu jamaa hata usimuone anafanya hivyo, hata hana pesa huyu. Na watu wanapambana, hujui. Baadaye ukikuja kuangalia unapata watu wamefanya maendeleo makwao, watu wamenua mashamba, watu wamejenga, watu wamefanya. Ndio unaanza kusema huyu hakuna, huyu lazima hii lazima ni Illuminati. Sema mwenzangu, kinachoniweka hapa ni jasho na bidii. Wewe pambana. Unababaika sana ukiona Mungu anafungua njia. Wewe pambana, kwa sababu mimi kinanifanya ni jasho. Mungu ananifungulia njia, lakini nazipambania kabisa. So unapopambana ina maana yake kwamba katika wimbo wake Dufla pamoja na Yani, anajaribu kukueleza tu kwamba mtu wangu hakuna shortcut, ni upambane. Na once utaacha kuspread rumors katika maisha ya watu, utajipata umeenda. Kuna mtu anaona yake hauzi sana, unasikia huyu ni kama aliniendea kwa mganga. Yaani rumors tu, fununu tu. Tumesikia fununu hata ni kama, tumesikia fununu ni kama ameoa, tumesikia fununu ni kama, mafununu ni nyingi sana. Lakini wakati unaishi kwa fununu, kuna watu wanaishi kwa reality kwamba lazima wapambane, lazima watafute, lazima wapambane. Elewa dhamira. Sijui msikizaji kama wewe unaelewa kile ambacho unajaribu kusema, ama kile ambacho kimezungumziwa katika wimbo wake Dufla Dilgan na Yani, kwamba watu bana mnaishi tu kwa kusema tu, tunasema tu. Yaani hatuna nafasi ya kuweza kutafuta. Lakini uzuri ni kwamba wimbo wenyewe pia uko na nini? Uko na ile tunasema kwamba wanatu advice kidogo. Ukiangalia kwa wimbo wenyewe wanakuambia tafadhali, hii ni nini? Hii ni bidii ndio tumeweka hapa. So ukibabaika na ni Mungu na ametuweka bana, mzangu pambana ili usiseme siku nyingine ni Illuminati. Elewa dhamira. Ndani ya Top Gear nami zipo Puff the Man. Yani na Dufla. Yani Dufla. Wanasema nimesota, mimi sina do. Mara niko wash na osha do. Wacha kuspread hizo rumors. Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wacha kuspread hizo rumors. Dada Masi. Elewa dhamira. Lagi tu mina pata, ni bidii na jasho imeniweka hapa.